Mambo vipi? Natumai mahali popote ambapo unanitazamia uko buheri wa afya. Okay, kuna tofauti ya hizi kuma mbili. Kuna ile kuma ambayo haitumii family planning na kuna ile ambayo inatumia family planning. Yaani kuna ile natural na kuna ile ambayo imefanyiwa artificial things. Unfortunately, wanaume wengi hawajawahi kula kuma ama hawajawahi dinya ile kuma ambayo iko pure natural. Wengi wameanza kudinyana na mademu ambao kuma zao ziko chemicaled already. Yes, najua unajiuliza tofauti ni ipi. Kama kawaida, Mr. Kuni Massage Services bana. Yes, you can book your appointment today. Popote pale ambapo utakuwepo, nitakukujia. Home hotels services available. Namba ni 0110022433. Now, tofauti kati ya hizi kuma mbili, nitaanza na ile ambayo ni artificial. Yani ni ile ambayo ni natural. Yes, it's for human being. Yes, lakini I call it artificial because imefanyiwa family planning, so iko na kemikali. Yes. Now, kuna wanaume unasikia wanasema dema hana ladha, hana utamu. Unasikia msee mwingine anasema mazee, yani mademu wanakuanga yani hawana utamu, sijui kwa nini. Unapata msee ana prefer kuingia kwa mkunye kwa ajili anapata kule kuko at least natural kiasi kushinda hii ingine ambayo imewekwa kemikali. Ni kwa sababu ile kuma ambayo imefanywa family planning, number one, huwa inakuwa iko chemical. Yani ile kuma yake inakuwa imechanganyika na ile chemichemi za kemikali. So ile chemical inamfanya mwanaume anafeel kana kwamba haina ladha, alafu kuna kamwasho fulani wao unakafeel kana kufanya una lose ile interest. Na hiyo chemical, the more unadinya huyo dem ambaye amefanya family planning, the more una reduce the activity in you, the more una reduce uwezo ya wewe kuperform. Kwa mfano, ulikuwa una perform 4 rounds, all of a sudden unaanza kuona umeanza kureduce. Ukifika 3 rounds unakuwa umeisha. Kuna wakati unafika second round unasikia umeisha. Inafika mahali unakuwa tu wewe ni round moja unasikia kiuno kinakuuma. Yes, hii dawa ambayo ya wanawake ina affect pia wanaume, sababu wakati mwanaume anakudinya kuna ile fluid ambayo ana inhale kutoka kwa mwanamke. Inakuwa pia huyu mwanaume anafanya family planning bila kujua, sababu zile chemicals zinamuingia. So kuma ya mwanamke ambaye amefanya family planning somehow huwa inakuwa iko tasteless. Na ndio maana unapata mwanamke unalalamika kuwa haujawahi experience kitu ambacho kinaitwa cream. It's because hii family planning inakata, ina reduce ile cream. Ndio maana unapata mwanamke ambaye amefanya family planning
yeye kukauka kwa kuma yake ni haraka. Atakuwa wet kwa shot ya kwanza, alafu mkiendelea anakuwa completely dry kwa sababu ya ile chemicals. Na hizo chemicals kama ziko kwa mwili wake, hakuna hata siku moja huyu mwanamke ata produce kitu kinaitwa kukrim. Creaming inatoka kwa kitu natural because it has not been tempered with. We bro, najua ushawahi dinya deo ukasikia kana kwamba unakamwasho fulani ama una feel yani ile kuma haiko ile smooth the way it's supposed to be. Unfortunately, kuna wale wanaume ambao wame end up kudinya tu zile nunu ambazo hazina naturality. Hawajawahi dinya mwanamke ambaye hajafanya family planning. Now, let's go to the second one ambayo ni kuma natural. Hii nunu natural ni ile ambayo bro, ukiingia hivi una feel ile kitu imekukaba. Number one. Number two, una feel yani iko very slippery and smooth. Yani ni ile kuma ambayo ukiingia hivi, if you don't have that self control, utamwaga immediately because everything inside there it's natural. Na hao ndo wale wanawake ambao ukimudinya ile slow motion, ukimudinya anabambika, nasikia utamu, ana cream because hakuna chemical yoyote imetempa na pH yake. Hakuna. She is producing natural cream. Wewe mwanamke, wewe endelea kulalamika, kujiuliza maswali ati mbona mnaongelelea kuhusu cream. Kuna mshenzi mwingine, kuna wakati nimetengeneza video nikasema mwanamke ana cream, yani ni fala tu anasema ati mwanamke akitoa utoko huo ni ugonjwa. Wewe ni mshenzi. It's because you lack understanding, you lack knowledge, and you are one of those people ambao mnatumia family planning. So there is no way you will understand what creaming is. There is no way you will understand what orgasm is. There is no way you will get to realize or notice that mwanamke akimwaga huwa ana produce kitu ingine mzito. Anatoa yani yogurt mzito bana. Na huyo ni ule mwanamke ambaye ako pure natural. But because wewe umezoea kudungwa zindani, umezoea kutumia family plannings, there is no way, there is no day you will get to realize, to understand that kuna kukrim. Wewe siku zote utakuwa unafikiria kukrim ni ugonjwa. Yes, of course, kuna ile uchafu wa unatoka, lakini sio ati wakati mnadinyana. Unatoka wakati haujaingia kudinyana, inatoka tu sababu ni uchafu, ni harufu mbaya inatoka. Hiyo ni ugonjwa. Lakini I'm talking about ile mwanamke ana feel utamu, ana enjoy, ana cream. We bro, wakati ulioa demu yako ulikuwa na mdinya, alikuwa na produce cream. Lakini kwa vile mmetaka kuzuia mimba ama mmezaa mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, ukaona wacha tufungie hapo, akaenda akafanya family planning. All of a sudden unaanza kuona hii kitu si ile yenye nimezoea. Unaanza kuenda nje, unataka kujaribu kureconcile, kuelewa ni nini ambacho inasababisha hii imekuwa iko tasteless, hii iko tasty. It's because huyo anafanya family planning, huyo ni bibi yako, na huyo mwingine afanyi family planning. Now you are getting to realize,
Or maybe huyo mwingine anafanya family planning na huyu ambaye uko na yeye umemzoea anafanya family planning, so hii unafeel iko tasteless, ile unafeel iko tasty because it's the first time. Ukiizoea utasikia tena iko useless, utaenda kwa ingine. But ukikutana na ile ambayo haijafanya family planning, oh yeah, hapo huwezi toka. I'm not giving you any advice against anything, but it is your decision to make. Wewe mwenyewe ndio utaamua ni nini ambacho unachotaka kufanya baada ya kusikiza video hii, kwa sababu wanawake wengi wamekosa kuelewa ni nini ama ni kwa nini mwanaume amwache yeye kwa nyumba na aende adinyane kule nje. Ni kwa sababu hii kuma yako imekuwa tasteless. Wewe jaribu kuacha hiyo family planning. Alafu after some time utajaki jamaa ana atakuuliza tu swali, kwani siku hizi kitu imekuwa iko fiti, umetia nini ama umefanyaje? Basi utakuja kurealize, oh, that was the thing that was letting you down. Hiyo ndio kitu ilikuwa inakuangusha. Yes, what I'm saying is mwanamke ambaye amefanya family planning ako tasteless, yule ambaye hajafanya family planning ako tastier. And that's the reason to why unasikia wanawake ambao wako much older, let's say 40, 38, 40, 45, wako tastier than hao wenye wako below, kwa sababu wengi wenye wako below 38 wengi wamefanya family planning, and that is the reason to why kuma zao ziko tasteless. Jamaa atakudinya leo iko tasteless, anaenda na dinya nyingine hii iko tasteless, dinya nyingine hii ndio iko fiti. Unape jamaa, unacheki wewe umedate jamaa hizo miaka zote, wewe ukifanya tu hizo family planning zako, alafu amekutana na ule mwingine hajai fanya family planning, amefeel kitu kingine ambaye hajai feel. Huko ni mala anabaki anasema hii ndio ninaoa, alafu wewe uko hapo sasa, kwa nini ameniacha? Kwani mimi nani? Ngoma yako iko tasteless yake iko tasty. So wewe jua kuma ambayo haijafanyiwa family planning iko tastier kushinda ile kuma ambayo imefanyiwa family planning, sababu hii kuma ambayo imefanyiwa family planning iko somehow rough. Iko somehow rough and inakudry haraka. Just a reminder, Mr. Kuni Massage Services. Oh yeah, book your appointment today with me, and I assure you, I will come over wherever you will be. Home and hotel services available. Massage therapy. I do massage of different varieties. Number 0110022433. I am based in Kenya, Nairobi, but I go everywhere, anywhere around the world. You book me, I make myself available. Early bookings are accepted with a down payment. See you in my next video.